Misitu ni uchumi endelevu, tuihifadhi kwa maendeleo ya taifa. Kwenye matawi ya kijani ndipo maisha huanzia. Uhai hudumishwa kwa hewa safi ya oksijeni. Ndani ya misitu binadamu hupata pumzi ya kuishi. Maji hulindwa, udongo huhifadhiwa, na vyanzo muhimu vya chakula na kipato huzaliwa. Kwa kweli nashukuru, nimenufaika sana kwa sababu nishawahi kuingia kwenye tuzo ya Rais ya mazingira ya kuhifadhi vyanzo vya maji na kupanda miti. Nikawa mshindi wa kwanza kwenye ngazi ya kaya wilaya hii, nilikuwa mshindi. Alafu pia mimi mwenyewe nimeweza kusomesha na mwenyewe mazingira yangu kujiwezesha. Kwa kutambua umuhimu huo, kila mwaka ifikapo tarehe 21 Machi, dunia huadhimisha siku ya misitu duniani ili kuhakikisha jamii inahamasika kutambua thamani ya misitu katika kulinda mazingira na kuchochea maendeleo ya kiuchumi. Kwa wilaya ya Ruangwa, misitu ni hazina muhimu inayochangia maisha na uchumi wa wananchi. Wilaya hii ina eneo takriban kilomita za mraba 2516, ambapo karibu 30% ya eneo hilo limefunikwa na misitu ya asili, hususani misitu ya miombo inayopatikana katika maeneo mbalimbali ya wilaya hiyo. Misitu hiyo imekuwa chanzo cha ajira na kipato kwa wananchi wengi. Wapo wanaotumia rasilimali za misitu kama malighafi ya kazi zao. Mimi kama fundi nina manufaa makubwa na mazao ya misitu. Katika misitu yetu tunapata manufaa tofauti, tunapata furniture, tunapata thamani mbalimbali za nyumba na majumbani na maofisini na sehemu mbalimbali. Kwa hiyo mimi kama fundi, ofisi yangu inategemea misitu. Kwa hiyo wito wangu kwa wananchi ambao wanamiliki misitu, vijiji, watu binafsi, ni kutunza misitu ili tupate mazao ya misitu ambayo inaeleweka, miti ambayo iko bora. Tupande miti kwa wingi kwa ajili ya kupata mazao ya misitu na hali ya hewa iliyo bora na iliyokuwa salama. Kwa hiyo tukitunza misitu ndio maisha ni misitu. Rasilimali hii ya misitu ina faida nyingi. Kwa hiyo faida zake ni pana sana, lakini kwa sisi upande wetu watu wa tiba asili, tiba mbadala, tunazitumia katika swala zima la kuhakikisha afya za wananchi zinakuwa ziko vizuri. Kiukweli kwenye swala zima la misitu, sisi kama watu wa tiba asili tunaitumia vizuri kabisa katika swala zima la dawa. Dawa zetu nyingi sana zinatokana na mimea, kwa maana pia na miti kwa maana ya mizizi pamoja na majani ikiwemo magome. Kwa hiyo swala la misitu kwa sisi watu wa tiba asili ni swala ambalo ni muhimu sana, na shughuli zetu nyingi ama dawa zetu nyingi zinatokana na misitu. Kwa hiyo ni washauri tu wananchi tuweze kutumia rasilimali hii ya misitu kwa ajili ya afya zetu ili tuweze kuwa na afya bora zaidi. Aidha, wapo wawekezaji wadogo wanaoongeza thamani ya mazao ya misitu. Bidhaa yetu ni imara na ni bora. Tumezingatia ubora kwa kila aina. Kuanzia toothpick, skewer, sabuni pamoja na hizo dawa za meno. Pia tunatengeneza mkaa wa kisasa ambao mkaa wetu unatokana na mianzi. Hizi picha zinazoona hapa ni kutumia bambu. Hizi ni picha ambazo zimechorwa kutumia bambu. Kwa hiyo bambu inafanya vitu vingi sana ambavyo mwanzo jamii ilikuwa havifahamu, lakini sisi tumekuja hapa kwa ajili ya kuifahamisha jamii kwamba mwanzi ni kitu ambacho ni kizuri, mwanzi ni kitu ambacho ni zao ambalo latakiwa lithaminiwe kwa kila mmoja ambaye yuko karibu na mianzi aweze kuitunza. Pia faida ya mianzi inatunza ardhi. Alafu pia ina save sehemu ambazo za mmonyoko wa udongo. Ukipanda mianzi sehemu ambapo kuna mmonyoko wa udongo, ikipo mianzi hapa hawezi kuwa na mmonyoko wa udongo. Kwa hiyo mianzi ni mojawapo ya sifa ya mianzi. Kingine kwenye mianzi ambacho ni kizuri
Mianzi inatengeneza mirija kwa ajili ya juisi, kuondoa ile mirija ya plastiki. Pia mianzi inafaa kwa matumizi yale. Kuna miswaki nayo tutakuwa nayo hapa, kwa sababu tunatengeneza dawa, lazima tuwe na miswaki pia, ambayo pia inatumia mwanzi. Malighafi yetu ni mianzi. Kwa hiyo kila kitu tunachotengeneza hapa ni kutumia mianzi. Bidhaa yote inayotoka humu ndani inatumia zao la mianzi. Mianzi ipo Ruangwa, na tunashukuru sana kwa ushirikiano ambao tuko nao watu wa maliasili pamoja na wakulima wa mianzi. Japokuwa hakuna darasa zuri la wale wakulima namna gani ya kuhifadhi mianzi, namna gani ya kuweza kuilinda ile mianzi na kupata faida kutokana na ile mianzi. Kwa hiyo kama ikitokea tumepata nafasi tushirikiane na wenzetu wa maliasili, tunaweza tukaweka darasa kwa ajili ya kuwaelimisha wakulima sio tu miti mbao, bali na mianzi kwa ajili ya kuhifadhi zaidi. Tunawakaribisha sana watu wote ambao wanataka kujua mianzi inafanya biashara gani, mianzi inazalisha nini katika kiwanda chetu kilichopo Ruangwa, mtaa wa Magalani. Karibuni sana. Toothpick lazima uanzie kwenye mashine namba 1. Kiwanda chetu hii ni mashine namba 1 ambayo kazi yake ni kusaizi mianzi. Mwanzo kutoka polini, tunachukua mwanzo uliokomaa kuanzia miaka 3 na kuendelea. Kwa hiyo mwanzo ukishakuwa umekomaa tunakuja kusaizi hapa. Hatua ya kwanza huwa inaanzia hapa. Tunakata namna hivi. Hii ni hatua namba 1, tunaenda kwenye hatua namba 2. Hii ni mashine namba 2 ambayo kazi yake ni kusaizi mianzi na kupasua. Utendaji wake inafanya kazi namna hii. Size namna ukisha size hapa unapata sasa kama ni toothpick au ni skewers. Ukisize hapa ndio mashine yetu ya kusize skewers. Namna inafanya kazi inafanya hivi. Hapa tayari zimesaiziwa. Baada ya kuwa zimesaiziwa hapa, zinakuwa zinaenda kwenye mashine ya polish. Baada ya polish zinakuja kwenye mashine ya kuchonga. Hiyo mashine ya kuchonga ni kwa hatua ya mwisho. Baada ya hapo zinaenda kwenye package. Pamoja na kampeni ya serikali ya upandaji miti kitaifa, wananchi wanaunga mkono kampeni hiyo kwa miaka na mikaka, tena kwa nguvu zao zote. Shughuli hii nimeanza toka mwaka 98. Ndio kibali changu cha kwanza kupata maliasili ili niweze kushawishi kwenye nyumba za taasisi. Nilianza kazi siku ya tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka 98. Nilikuwa mimi kama mimi. Kwa hiyo shughuli zangu nilikuwa nazifanyia nyumbani na atika, alafu nakwenda naomba maeneo ya taasisi napanda. Shughuli zangu kubwa ni uhamasishaji wa uboreshaji wa mazingira mijini, hususan kwenye nyumba za taasisi. Ndio nimefanya sana kwenye shughuli hii. Ujumbe wa siku ya misitu duniani kwa mwaka huu unabaki kuwa wazi. Misitu ni uchumi endelevu. Tuhifadhi kwa maendeleo ya taifa. Upandaji wa miti una faida sana. Faida ya kwanza, kulingana na mabadiliko ya tabia nchi yalivyo sasa hivi, kwenye maeneo yetu tunashawishiwa tupande miti kwa ajili ya kuzuia upepo na nini. Alafu vile vile ukipanda na miti ya matunda na kusaidia kiafya, pata matunda. Kwa hiyo tunashawishi kuanzia ngazi ya kaya mpaka ngazi ya serikali. Yaani vitu sio vitu vya kuvizembea. Hivi vitu vimetokana na misitu ya asili. Tutunze misitu yetu ili tuendelee kutunza utamaduni wetu wa Wamwela. Na hii ngoma hii ni mti wa asili. Huu ni mti wa asili. Mtumbati unakatwa midogo, ile inachongwa, inapatikana vitu kama hivi. Kigode hiki faida ya mwembe. Huu hapo uko karibu hapa, mwembe asili yetu. Tunapanda wenyewe lakini mali ya asili. Tunatengeneza, ukianguka tunakuwa na yeye anguka, yeye ndio tunatengeneza kigoda kama hiki. Huu ni mti wa asili wa polini. Wanaotengeneza namna hii tunapata nguo kama hizi.
hiki kidoto ni mianzi inaota mapolini huko. Huko mapolini ikiota mwanzi ule ukikua unakatwa, wanatengeneza ndio wanasuka hii. Alikadhalika nyungo hii nayo ni mianzi hiyo hiyo ya polini, lakini kuna tofauti ya mianzi hii na hii hapa. Huu ni mpingo wa asili unakuwa mapolini, lakini kwa sasa tunapanda, inafikia mpaka hatua hii tunapata faida. Ili kinu inakuwa faida ile ile, mwembe au mpingo au kitu gani, ndio tunatengeneza vitu kama hivi. Kwa hiyo tuendelee nao. Tunapomkuta mtu anakata mti, huyo ni kwa mwizi wetu sisi. Tunakuwa mgombi naye sana mpaka ajieleze kwa nini unakata mti huo. Kama hivi unavyoona mti huu mpingo vile vile faida hii. Hata mangunga haya yameelezwa ni miti hiyo hiyo. Mtumbugweguno. Kwetu sisi Ruangwa, kulinda misitu leo ni kulinda ustawi wa kesho. Tuitunze misitu, itutunze.